Ujumbe huu ni ujumbe wangu wa kwanza, ikiwa leo ni tarehe 4 mwezi wa 4, na ni ujumbe ambao ni wa kiongozi wa taifa la Kenya, Daktari William Ruto. Ujumbe huu unatoka katika kitabu cha Danieli mlango wa 4, nitaanzia mstari wa 10. Na hapa ni mfalme mmoja wa Babeli ambaye anaitwa mfalme Nebukadneza, aliyekuwa amepata ndoto na ikawa imemshinda kutafsiri. Kwa hivyo akawa ameita wale ambao wanaitwa wafasiri, na baadhi ya wafasiri katika ufalme wake walikuwa wale wanaitwa wenye hekima, naye wakawa wameshindwa kutafsiri ile ndoto. Na basi akaenda akaita kikundi kingine cha waganga, wachawi, wakaldayo na wanajimu ili waje wamsaidie kuleta tafsiri ya ndoto yake, lakini ikawa hawakuweza kufanikiwa kumpa tafsiri. Basi yule mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli, ambaye alikuwa amepatiwa jina Beltashaza, akawa ameitwa ili alete tafsiri ya ndoto hiyo. Kwa hivyo mfalme wa Babeli Nebukadneza akaanza kumhadithia Danieli kuhusiana na ndoto yake. Mstari wa 10 mlango wa 4. Jonzi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi: naliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukakua ukawa na nguvu, urefu wake ulifika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata uvuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula chake. Nikaona katika jonzi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama, mlinzi naye ni mtakatifu alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake, akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukuseni mbali majani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu za chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ubadilike, usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 zikapite juu yake. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Kwa hivyo tukiruka kutoka mstari huo tuingie mstari wa 22. Danieli akaanza kumpa tafsiri ya ndoto ile. Akamweleza mfalme, ni wewe, mfalme, uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho ya dunia. Tena kwa kuwa mfalme ulimuona mlinzi, naye ni mtakatifu,
akishuka kutoka mbinguni, akasema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma ya shaba, pamoja na pingu ya chuma na shaba, katika majani mwororo ya kondeni, kikatwe maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni, hata nyakati 7 zipite juu yake. Tafsiri yake ni hii: mfalme, nayo ni amri yake aliye juu, iliyomjia bwana wangu mfalme. Kwa hivyo Danieli akaendelea kumpa tafsiri ya kuwa mfalme utafukuzwa mbali na wanadamu, na ndio ujumbe ambaye ninaileta from prophetic table kwa kiongozi wa taifa la Kenya. Mstari wa 25, ya kuwa utafukuzwa mbali, President William Ruto, na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa yeye amtakaye awe yote. Na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako, baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Kwa sababu hiyo, mfalme, President William Ruto, shauri langu nitakupa ni hili, kama vile Danieli alimpa mfalme Nebukadneza. Shauri langu lipate kibali kwako, njia tu ya kuepuka hii hukumu ama hii ghadhabu ambayo itakuja katika utawala wako, katika maisha yako, katika siku zako za usoni. Agizo langu ni hili: ukaache dhambi zako kwa kutenda haki. Kwa maneno mengine, uyatupilie dhambi zako mbali na umgeukie Mungu, uanze kutenda haki. Ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini. Suluhisho ya pili, ukaache uovu wako na ukawaelekee maskini kwa kuwahurumia. Danieli akaendelea, akateremka akasema, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha.